ASM. Katika maisha ya kila siku, wengi wetu tumepitia maumivu, magonjwa na kukata tamaa. Wakati mwingine tunajiuliza, je, Mungu bado yupo nasi? Je, sala zetu tunazoziomba zinasikika? Lakini kuna simulizi moja inayotuonyesha wazi kuwa Mungu huendelea kuzungumza na binadamu kwa njia ya ajabu. Leo katika video hii nitakusimulia historia ya Bikira Maria wa Lourdes, tukigusa miujiza, imani na ujumbe wa matumaini uliobadilisha maisha ya watu wengi hadi leo hii. Ungana nami kutazama video hii. Kama ni mara yako ya kwanza, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kukomenti. Kila mwaka mamilioni ya waumini kutoka duniani kote hukusanyika katika mji mdogo wa Lourdes nchini Ufaransa. Wanakuja na matumaini, sala, machozi na imani kubwa. Lakini je, unajua historia ya ajabu iliyoifanya Lourdes kuwa moja ya maeneo matakatifu zaidi duniani? Hadithi hii inaanza mnamo mwaka 1858 katika kijiji kidogo sana kiitwacho Lourdes huko Ufaransa, kilichokuwa maskini na kisichojulikana. Kilishuhudia jambo la ajabu. Hapa aliishi msichana mdogo sana aitwaye Bernadette Soubirous, mwenye umri wa miaka 14, kutoka katika familia maskini sana. Bernadette alikuwa mgonjwa sana, aliyekuwa anaugua mara kwa mara. Hakuwa na elimu nzuri wala hakuwa mtu maarufu sana kwenye jamii. Lakini Mungu huwachagua wadogo ili kuonyesha utukufu wake, na pia kuviinua vilivyo vinyonge ili utukufu wake uweze kutimilika. Mnamo tarehe 11 Februari 1858, Bernadette akiwa anakusanya kuni karibu na pango la Mesbiel, aliona nuru kubwa ikitokea pangoni. Ndani ya nuru hiyo alitokea mwanamke mrembo sana aliyevaa vazi jeupe, mkanda wa bluu na rozari mkononi. Mwanamke huyo hakujitambulisha mara moja, bali alimwalika Bernadette kusali rozari. Siku hiyo ya kwanza, Bikira Maria alimuita Bernadette akisema, "Mimi ndiye mkingiwa wa dhambi ya asili." Bernadette alihisi amani ya ajabu moyoni mwake. Kuanzia Februari hadi Julai mwaka 1858, Bikira Maria alimtokea Bernadette mara 18, akimtuma kuhubiri ujumbe wa sala, toba, unyenyekevu na upendo kwa wagonjwa. Bernadette alikabiliana na dhihaka, lakini alibaki kuwa thabiti. Siku moja Bikira Maria alimwambia Bernadette achimbe chini ya pango. Bernadette alitii na akaanza kuchimba. Lakini alipokuwa akichimba, watu walimcheka. Mara ghafla maji machafu yalianza kuibuka, yakawa maji masafi. Haya maji yamekuwa chanzo cha miujiza ya uponyaji hadi leo hii. Maji haya yameponya wagonjwa wengi, vipofu kuona, walemavu kutembea, na waliokata tamaa kupata tumaini. Wagonjwa wengi waliponywa magonjwa makubwa, na Kanisa Katoliki ilichunguza miujiza hii kwa kina zaidi, na baadhi imekubaliwa rasmi. Hadi leo hii Lourdes ni kituo kikubwa sana cha hija kwa mamilioni ya watu kutoka katika kila kona ya dunia. Simulizi hii inatufundisha kuwa moja, Mungu
kutumia wanyenyekevu kufanya makubwa. Lakini pia inatufundisha imani ya kweli huzaa miujiza. Na 3, inatufundisha tumaini halipaswi kupotea. Na 4, inatufundisha kuwa sala na toba vina nguvu kubwa sana katika maisha ya mwanadamu. Simulizi ya Bikira Maria wa Lourdes ni ushuhuda wa imani na matumaini. Kupitia Bernadetta Thobelius, Mungu alionyesha upendo wake kwa wagonjwa, maskini na wote wanaoteseka. Na Lourdes imebaki kwa ishara ya matumaini na uponyaji kwa wanadamu wote. Kama simulizi hii imekugusa, tafadhali na kuomba usubscribe channel yangu kwa maudhui zaidi ya Back Focused and Quality. Bonyeza like, share na comment yako hapo chini. Asante kwa kuwa nami. Niite Anton Simon Mashema, a wisdom boy from KHM, kijana wa ASM for Back Focused and Quality, kijana na maamuzi katika maisha. Asante. ASM, kwa makini na ubora.